Mheshimiwa huyu ajibu hii swali. Wewe kwenye town, no? Yes. Hapa town kuna car wash machine mingi sana. Lakini mbona mna insist kwenda kuosha kwa mtoni kule chini? Mnaenda kujioshea kule chini? Na mara kwa mara kuna wasichana wa shule ambao wanakuja kuchota maji. Kumekuwa na cases za rape pale. Vile vile pia kuna wasichana wa shule ambao wanadropiwa kwa shule kila asubuhi. Kuna changamoto, wazazi wanasema kwamba nyinyi watu wa bodaboda saa zingine mnapotosha wale wasichana wa shule, kwa sababu mtu ambaye anaweza kula bibi ya mtu, hata huyo msichana wa shule anaweza. Tusidanganyane sasa, unaweza sema hapana, huyu si wa shule. Hebu tuambie, na usijibu kiwewe, jibu ki industry. Hebu tuambie maneno ya school going girls na bodabodas. Asante. Upande wa watoto wa shule na wase wa boda, issue tu ni moja. Mtoto ametoka kwa nyumba, labda anaenda shule, ama kwa njia nyingine anaweza kuwa amefukuzwa shule, akutane na huyu msee. Jamaa atamuongelesha, atawaambia mambo, unafika wapi? Nateremka hapa tu chini. The moment anasema anateremka, unawaambia si nikujenge lift. Inaanzia tu hapo Mr. Kileo. Mtoto wa shule? Yeah, wengine wanakubali. Unajua watoto wengi, lakini hamjui kwamba ni makosa. Ni makosa, lakini kile kinachokuja kwa akili yako, unajua hata msiji hata shetani wamekufunga mimi na kuangaje. Ufikiriangi huyu ni mtoto. The moment umeona as such a lady, ndio amepiga nywele hivi, labda amenyoa tu vizuri, ukimwona ni yenyewe ni msichana. Amegrow, unaweza ona huyu mtu ako fiti. But kile kinachokosa, ama watu wengi wa boda wanakosa ile hekima ya kujua huyu huenda ni mtoto kama mtoto wake ama sister yake. Je, tukiintroduce tuseme kwamba tuwe na for your security, so that saa zingine pia mnabebwa, mnanyongwa, mnakatwa, si ndio? Yes. Is it possible to introduce then kukuwe na cameras? Yeah, it's okay. Kwa pikipiki. Yeah. Ukibeba bila mtu, ukishuka na yeye kamera na kuona pia. Iko hapo itakuwa sawa. Hapo itakuwa sawa. Vile pia jambazi unajua inasaidia both sides. Yeah. Pia tutakuwa tunachunga pia watoto. Yeah. Kwa hizi cameras cheap za 500 700 unaweka tu kwa pikipiki na unaweka hivi. And what a customer. Na kile alafu kidogo. Ione paka customer. Yeah. Watoto wa shule wetu paka watunzwe, so that tuambie wazazi wa Kakamega, usipandishe mtoto wa shule pikipiki ambaye haina kamera. Itawasaidia pia kwa mambo ya kuiba pikipiki zenyu. Ndio. Yeah. Kitu kingine ndaongezea, mzazi, wewe unatoa mtoto kwa nyumba saa 11. Unampandisha mtu wa pikipiki ambaye umjui. Hujui huyu mtu anaishi wapi? Huyu mtu alikuwa anapita tu. Unasema boda simama. Wewe unasimamisha huyu msa boda, unampea mtoto wako na ni msichana. Those are the things zenye zinafanya unapata watu wengi wanabakwa. Unaona? Scenario nyingine imekuwa pale sewage. I think ni last week but one. Uniform ya mtoto wa Kakamega Primary with the ile nguo ya ndani zimepatikana pale zikiwa na damu. Hatujui mtoto ako wapi mpaka saa hii. Hatujasikia hii scenario kama ako ama amekufa. Hatujui. Labda ilikuwa menstrual. Unaona? Sababu labda ilikuwa tu amefika siku zake za, kama hakuna ripoti. Lakini jambo ambalo unasema ni muhimu, wazazi wawajibike na wasifanye zile vitu ambazo unasikianga tu naweza fanya sababu kufanya iko. Chukua tu jukumu lako kama mzazi, peleka mtoto kwa mtu ambaye anafaa, mpe ule mtu ambaye unajua. That's why introduce Kakamega Primary. Na furahia wakati mwingine nikiona ukienda pale wewe ndio ulionyeshwa kwa unaweza chukua mtoto wa mtu fulani umpeleke nyumbani na umlete shule. I think hiyo itakuwa better than kule kufanya tu wacha nifanye sababu kufanya hiko. Ignorance kwa wazazi wetu ndio imekuwa jukumu mbaya sana. Wanalenga vitu mingi. Hawako na ile moyo kusema huyu mtoto wangu lazima nimtake care. Lakini hiyo itasaidia tu. Hapo unajua kuna wazazi wengine labda hawajaelimika mzuri. Itasaidia kama mtakuwa registered. Yeah. So ati mzazi ajue pikipiki namba fulani R722. Sio namba plate, sababu namba plate mabadilisha. Imebeba mtoto wangu. So that information yako inaweza tafutwa paka penye unakaa, si ndio? Na vile vile pia kuleta tu ile uaminifu, kwa sababu bwana anawaambie customer paka kuamini ndio pia biashara yenu ipanuke. Mimi nikiwa gavana nataka kujaribu kuintroduce application, sababu kule Nairobi naona kuna watu ambao wanapanda Bolt
pikipiki mtu ana request haraka haraka, unajua. Na hiyo imesaidia kidogo kuhakikisha kwamba, kwa sababu uko registered na Bolt ama Uber ama Wasili, hawezi ibia customer mzigo wake, hawezi fanya your trip can be traced. Nitajaribu kufungua application ambayo sio exploitative, ambayo mnaweza kuwa customer anaweza waitisha kwa simu. Vile vile nitaongeza kwamba mimi courier services, mambo ya kutuma mizigo, mimi nitafanya kazi na watu wa pikipiki. Kama county inataka kutuma kitu kutoka hapa mpaka Butere, ikuje wa request, wanakulipa, unapeleka mzigo Butere. Kama ni bahasha ama kama ni kitu ambayo inafaa upeleke, na tutafungulia pia wananchi wa Kakamega County wakitaka kutuma mizigo yake mpaka ikuwe nini safe. So hiyo imefanya Nairobi kule angalau watu wa pikipiki wanapata pesa mzuri, sababu hawezi tegemea kubeba tu watu, mpaka ikuwe pia services zingine. Chakula, kuna watu wako kwa manyumba huku wanataka kuitisha chakula kwa hoteli, lakini hawezi tuma tu mtu wa bodaboda yote haumjui. Anaweza weka kitu kwa chakula yako, ama anaweza kula chakula yenyewe. So ni vizuri tuwe na platform, kwa sababu nyinyi wote mko kwa mtandao, unaona, ambaye mimi nitajaribu kudevelop an online application ambaye pia watu wa Kakamega ni partner na hao ambao watu wa Uber, tukue na rates mzuri, mfanye biashara kwa njia ya ustaarabu. So tuelewane kwamba tutafanya kazi kwa kusemezana.